Na mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, matumaini yangu kabisa umzima afya. Naitwa Miraji Nurdin na siku ya leo nimeweza kufika katika mji wa Talama. Ukisikia Talama mara moja ni mpakani wa mkoa wa Kivu ya Kusini na mkoa wa Tanganyika. Tumejitahidi Kazimia TV, tunatoka Kazimia mpaka maeneo ya Talama. Kisha Talama ni Kabanga na ndiko kuliko mpaka kabisa wa tarafa la Fizi, yani tuko mwishoni kabisa mwa tarafa la Fizi. Na siku hii ya leo tumeweza kuzungukia kwenye uwanja wa Kalela unaitwa namna hiyo. Kuna mechi kati ya FC Vodacom dhidi ya FC AELA. Tutakwenda kujua mechi huwa zinapitika namna gani na ni yapi matatizo na ni ombi ipi ambayo viongozi wanahusika na mpira wanaweza kwenda kusema siku ya leo. Jambo kiongozi. Jambo. Labda ungejitambulisha. Mimi naitwa kwa jina la Kalenga Gaspar Junior. Niko katibu wa michezo hapa kwetu Talama ya CFMI. CFMI maana yake Commission de Football de Misochi. Hivyo ndio tunaitwa. Kwa hiyo mimi ndo katibu mkuu wa mwenye anaangalia mashindano haya na CFMI kwa ujumla. Na tunaona tupo uwanjani na shambra zipo. Hizi shambra unaweza kutueleza ni shambra za nini? Kwa kweli kama anavyoona mtangazaji ni kusema kwamba hii ni shambra ya kabumbu. Kama unavyoona watoto wa Talama wanapenda mpira sana. Kwa hiyo hii ni competition ambayo tulianzisha sisi wenyewe na wadhamini ni sisi wenyewe. Tunaweka angalau kidogo ya pesa kwa sababu matimu nyingi ziko hapa kwa eneo ya Misochi wanakwenda kugombania. Kwa hiyo furaha, shangwe na vigelegele ambavyo unaviona pamoja na watu wanaofurika uwanjani ni kwa sababu ya michezo ya mpira hapa kwetu Misochi. Naam, kama hii competition ilianza mwezi gani? Competition tulianza hapa mwishoni wa mwezi wa 5 kulingana na miundombinu ya huku kwetu. Tulianza mwezi wa 5 mpaka sasa hivi nafikiri ya mwezi wa 8 tarehe mwanzo ndio tutafika mwisho wa competition yetu. Lakini mwanzo tulianza mwezi wa 5 tarehe 26 ya mwezi wa 5 ndio tulianza. Na kuna timu ngapi eneo hili la Misochi? Eneo la Misochi ina takriban timu 14, lakini wenyewe wanashiriki kwenye hii michuano ni timu 8 tu. Ina maana wengine walishindwa kushiriki kwa sababu ya matatizo ya usafiri. Kwa sababu Misochi inaanzia Kabanga. Tulikamata timu ya wajerani pale mkoa wa jirani Tanganyika ambayo tuko nao mpaka tunaenda kuishia paka sehemu inaitwa Kizozi. Kwa hiyo timu zote hizi hapa kuanza Kabanga mpaka Kizozi ndizo zinashiriki hiyo CFMI yani Misochi. Lakini timu za Kizozi, Kibamba mpaka Yungu hazikuweza kushiriki kwa sababu ya matatizo ya usafiri. Hiyo ndio changamoto moja ambayo tuko nayo huku kwetu kwa sababu ya kuweza kuandaa mashindano zetu. Vipi? Tunaona hakuna uzio, hakuna upango. Vipi? Watu wanalipa namna gani? Unajua ni mambo ya ufundi tu. Uwanja uko wazi kama unavyoona. Lakini tunashukuru kwa sababu watu wa huku ni waelewa. Wanapenda maendeleo. Wanapenda timu zao zipate maendeleo zaidi. Kwa wakaona ni vema tuchangie kidogo kwenye uwanja wetu ili timu zetu zipate kuendelea zaidi. Kwa hiyo sasa mchakato wa kulipisha tunaweka tu watu kwenye njia kwa sababu uwanja uko katikati na pori kama hivyo unavyoona. Ingawaji kijiji cha Kalela bado kijao na watu wengi sana. Kwa hiyo pori au nyasi kwa namna moja inatusaidia sana kwa kuweza kuweka ulinzi kwenye uwanja wetu. Kwa watu wanakala kule njiani mwanzoni kabisa wanajua kisi gani hakuna lipisha watu wanaingia. Lakini kikubwa zaidi njia ziko nyingi tu za kuingia kwenye uwanja. Ila kikubwa zaidi nini nisema watu wa Misochi wanapenda sana maendeleo ya mpira. Na ndio maana wanajitolea kuweza kuchangiza kidogo kwenye uwanja ili timu zao ziendelee mbele. Ndio. Naam, baada ya hii michuano kuna michuano mingine ambayo imeandaliwa au mna program ipi? Sisi tunaweza tukapenda michuano mingine endelee baada ya hii. Lakini sasa tatizo ni kwamba kupata wadhamini. Mkiona vitu kama hivi hapa kwetu Misochi, ni sisi wenyewe watu wa Misochi ndio tunajiorganize kufanya hivi. Lakini tunaweza tukapenda kama kuna mtu ambaye anaweza kujitoa kuwa kama vile mdhamini. Anaweza kaja kwanza kuangalia kwanza mazingira ya uwanja, mapato ya uwanja ili akijisikia anaona kwamba anaridhia
anaweza akaja naye akawa kabla mdhamini akajiweka tukaanza mashindano mengine. Naam, unaweza kutoa wito gani kwa watazamaji wetu wa Kazimia TV wanaozidi kutufuatilia kwa muda kama nao kutokana na hicho ambacho umeweza kusema hapa? Watu wa Kazimia TV wanaofuatilia Kazimia TV Ndiyo. Na watu wote wa Misochi pamoja na eneo yote la Fizi Ndiyo. Tunasema kwamba watu wa Misochi wanapenda mpira na wanaweza wakapenda kupata wadhamini wakubwa kutoka sehemu mbalimbali kuja kudhaminia mashindano ya hapa kwetu Misochi. Watu wanapenda mpira kwa kweli. Tatizo ni hizo miundombinu iko ndogo, usafiri pamoja na kukosa watu wa kuwekeza. Kwa hiyo kama kuna mtu anaweza kaja akawekeza $500, $1000 kupanda kule juu, tunaweza tukamkaribisha kabisa kwa shangwe na vigelegele. Tunasema karibu kwa yote ambaye ana uwezo wa kusema kwamba anaweza kudhaminia mashindano ya Misochi, tunamkaribisha aje, tuna milango iko wazi. Kwa hiyo kwa kusema kuanzia hapa kama kuna program nyingine ya mashindano ile bado haijapangiliwa, lakini naamini baada ya hii kama kutakuwa mtu atajitolea basi tutamkaribisha, kutakuwa program nyingine ya mashindano kwanza. Tunakushukuru sana kiongozi. Asante ndugu mtangazaji. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, nafikiri umeweza kumsikia namna gani ameweza kuongea. Huyu ni kiongozi miongoni mwa viongozi wa CFMI kama jinsi alivyoweza kufungua CFMI ikiwa ni Commission de Football de Misochi. Ameweza kuelezea vizuri sana. Hivyo basi nafikiri ombi lao umeweza kulisikia, na mechi tutakwenda kuiona kama kawaida na matokeo usikose kufuatilia. Tuko nao miongoni mwa wachezaji naona wamevalia jezi tofauti za rangi tofauti. Sijajua ambaye amevaa wekundu ni mchezaji wa timu gani na ambaye amevalia blue sijui ni mchezaji wa timu gani. Watakwenda kujitambulisha na kutuambia wanachezea timu zipi. Mjambo? Jambo sana. Labda ungeweza kujitambulisha. Kwa majina naitwa kwa majina Bienfait Bya Mungu. Niko mchezaji wa FC Vodacom. Manake hii jezi yenye tunavaa hapa ni jezi ambayo ya sie watu wa bade reserve tunabakia nje. Ndio hivi. Naam, tuna kaka mwingine hapa. Naona kaka umejiachia vizuri sana. Mambo vipi? Safi, inakuaje? Fresh kabisa. Labda ungejitambulisha. Mimi kwa majina naitwa Nest. Mchezaji wa? Ni mchezaji wa timu la Vodacom. Vodacom? Timu moja, kiufupi ni timu moja. Jezi sikusumbue. Vipi, mnaweza kutuambia nini kutokana na mchezo wenu wa leo? Cha kwanza tumejipanga. Ndiyo. Na cha pili zaidi tutaibuka na ushindi kwa kuwa tunajua tulivyojipanga wenyewe. Sure. Vipi, unatangulia unamwambia nini maadui ambao unaenda kukabiliana nao siku ya leo? Wenyewe wajipange kwa kuwa ni mwendo wao. Tunawapa ni tiketi ya kuanguka kwa kuwa wakifeli hapa na naamini watafeli, wanakwenda kuanguka. Kwa hiyo ni hivyo tu, wapumzike mahali pema. Wapumzike mahali pema. Watulie. Nyie kwenye hii michuano mna pointi ngapi nyie kama Vodacom? Sisi sasa hivi tuna mechi ya 4. I think tuna pointi kwa leo, tukifunga hapa tunakuwa na pointi 9. Kifupi kwa sasa hivi tuna pointi 6. Pointi 6. Mashabiki unawaambia nini? Mashabiki kama una account wa subscribe tu na wazidi kukufollow kwa kuwa tunachokifanya hapa kinaenda mbali na tutazidi kuwaboreshia vitu vikae vizuri. Na mpenzi mtazamaji wa Kazimia TV, nafikiri umeweza kusikia wachezaji hawa ni wachezaji wa FC Vodacom. Nafikiri umeweza kusikia na firimbi mara moja ndio hiyo imeshaanza. Kwa hiyo tumekosa muda kabisa kuweza kujana japo na mchezaji mmoja wa FC Aela. Kwa hiyo usiwe na hofu na kwamba tu usahau kusubscribe YouTube channel yetu pamoja na kushare kwa wengine waweze kutazama ni kitu gani kinapitika maeneo haya.